Wavuvi baada ya kuvua samaki wakawa wanachambua nyavu zao. Sasa bwana akaona jiwe fulani, mzee akalitupa ile jiwe. Baadaye ile jiwe likaokotwa na mtu mwingine na kulitumia kama kifaa cha kusagia dawa za kutibia wagonjwa. Baadaye tena ile jiwe bwana likapatikana tena na mtu mwingine ambaye alikuwa ni fundi, ambaye alilitumia jiwe ile katika kusibia ufa ambao kulikuwa kuna kreki kwenye ukuta ambao unazunguka jumba la kifalme. Sasa baadaye, baada ya miaka 100 kupita, huyu binti ambaye ni mtumwa akaa anapanda kwenye ukuta ili kumchungulia mtoto wa mfalme. Sasa kwa bahati mbaya bwana akateleza akadondoka chini. Binti kuangalia ile jiwe bwana akaona ndani kuna gold, akasema da, hii si ndo mapeni haya. Basi akaanza kulipasua ile jiwe bwana. Ghafla kwenye ile gold bwana likatoka dubwana bwana. We! Binti si akazimia bwana, akaona hiki kitu gani hiki? Basi bwana ile jini bwana likamdaka, likatumia uchawi bwana kumwamsha yule binti bwana, likamuuliza sasa, kuanzia leo mimi ni mtumwa wako na unatakiwa ufanye machaguzi matatu, yani 3 wishes. Basi bwana binti bwana chaguo la kwanza bwana akasema kwamba anataka aolewe na mtoto wa mfalme. Basi bwana baada hapo bwana jini akafanya mambo yake bwana. Kweli bwana ombi likatokea kama vile binti alivyotaka bwana. Basi bwana baada hapo jini akamshauri kwamba inabidi hii chupa ifiche kwa makini mtu yote asiione. Basi bwana baadaye binti akafanya chaguo la pili, second wish. Akaomba kwamba anataka apate ujauzito na azae na mtoto wa mfalme. Sasa bwana baada binti kupata ujauzito bwana akaanza madharau, yani akaanza kuwa msumbufu kwa queen ambaye ni malkia wa mfalme. Hapo alibugia ise. Basi bwana yule malkia bwana akaanza kumshawishi mfalme kwamba mwanao Prince anataka kukupindua wewe kwenye ufalme wako. Sasa bwana mzee akawa mpumbavu kumsikiliza malkia. Basi bila kufikiria mfalme akaamua muue mtoto wake. Sasa bwana jini akaenda kumwambia binti bwana inabidi afanye chaguo lake la mwisho ambalo ni la tatu kabla ya kukamatwa na kuuliwa ili aweze kumsaidia, lakini sasa binti hakuelewa, ikabidi akimbie kwenda kumtafuta Prince ili amwambie ukweli. Sasa bwana kumbe alifanya makosa makubwa sana. Kabla hata hajamfikia Prince walimkamata na kumtumbukiza kwenye maji. Basi binti akapoteza maisha bwana. Jini akarudi kwenye ile chupa gold yakawa haina namna tena. Basi baada hapo bwana muda ukaenda sana na miaka mingi ikakatika. Jini alikuwa anafanya kila namna ili mradi atokee mtu mwingine ambaye ataweza kumtoa kwenye ile chupa gold ili awe huru. Sasa bwana siku moja bwana kukaa kuna kibonge fulani akawa anapita pale. Ghafla akateleza bwana, si ndo akavunja ile chupa bwana. Sasa bwana baada hapo bwana jini akatoka bwana akahuru, akamwambia bwana binti bwana nashukuru kwa kunifanya huru. Unatakiwa uombe machaguo matatu na nakuahidi kuwatimiza hapo hapo. Basi bwana yule dada bonge bwana akaona kwamba huyu mchizi labda alikuwa anamtaka fulani, anataka uzuri wake. Basi bwana yule dada bonge bwana akamwambia jini bwana arudi kwenye ile chupa ya gold na ile chupa ya gold iende katikati ya bahari ikae kwenye kina kirefu cha maji. Basi bwana ile chupa ikaenda bwana. Basi baada hapo ikapita miaka zaidi ya 100. Leo tena huyu dada bwana baada ya kupasua samaki ndo akakuta ile chupa akajua ni gold bwana. Ghafla ndo akatokea huyu mwamba bwana. Basi bwana baada ya mwamba kutokea kama kaida yake akamwambia bwana binti achague machaguo matatu. Sasa lakini kwa binti bwana ikawa ni tofauti. Huyu binti bwana akataka kwanza huyu mwamba bwana aone ni jinsi gani dunia ilivyoendelea kwa sasa. Basi bwana safari kwa huyu binti mambo yalikuwa tofauti kidogo. Huyu binti alikuwa kama mwanasayansi fulani bwana. Sasa akamwomba ujamaa bwana yeye ombi lake la kwanza awe na knowledge fulani hivi ya kujua mambo ya kiulimwengu. Sasa bwana mchizi akamletea kweli vitabu vingi pale, lakini sasa ikawa ni ngumu binti kuvishika vyote. Sasa mwamba akafanya hivi, akatengeneza liquid fulani vya kimeujiza, akamwambia kunywa hiyo. Kinywa hiyo basi vitu vyote vitaingia kichwani mwako. Basi bwana binti akatengeneza vingi sana vya kila aina, ikae kazi yake ni kuvinywa tu. Sasa bwana jini bwana akajikuta anampenda sana huyu mdada. Basi bwana binti akajikuta kwamba ana uwezo fulani kichwani mwake na anajua vitu vingi sana. Sasa akataka ombi jingine. Ombi hili bwana akataka kujua siri ya ulimwengu ni nini. Basi baada hapo bwana binti akawa ni simple sana kupata majibu. Akapiga mahesabu yake na ghafla bwana akapata jibu kwamba ni lazima atapata mtoto na huyu jini. Basi bwana kile kitendo kikamshangaza. Sasa kabla hajatoa ombi jingine bwana jini akamzuia, kwani bwana alijua akitoa ile ombi jini ndio ataondoka hata urudi tena, kwani jini alishaanza kumpenda huyu binti bwana. Lakini bwana binti akajikuta mtu mwenye hasira sana, akajikuta anatoa maamuzi ambayo hakuyafikiria, na kweli kufanya vile bwana wishi ikatokea, na ile wishi bwana ikamfanya yule binti asahau kila kitu yani, na jini akapotea na karudi alipotokea. Sasa bwana baada ya karne nyingi kupita bwana tunakutana na huyu mdada ambaye pia ni mwanasayansi ambaye anaitwa Althea. Althea bwana anakutana na vipanga fulani wakati alipokuwa anafanya mkutano fulani wa kuelezea historia na sayansi jinsi ilivyokuwa. Sasa baada ya mishemishe za hapa na pale akapita kwenye duka fulani, akaona hii chupa yenye mistari ya pundamilia, akavutiwa nao, basi akaipenda na kuinunua. Sasa kesho yake asubuhi akati anaoga, si ndo akaifungua hii chupa bwana, ikatoka dubwana ida.
bwana imejaa kote kwa sababu sehemu ilikuwa ni ndogo. Ila bwana binti hakumuogopa, akamwangalia jamaa vile. Sasa Alifia akajaribu kuongea na mchizi, lakini akagundua kwamba huyu mwamba hajui lugha nyingine yote zaidi ya Kigiriki. Basi akaa anaongea naye na jamaa akamwambia kwamba wewe unaweza kufanya machaguo yako matatu, kwa maana kwa safari hii wewe ndio bosi wangu wa mwisho. Sitoweza kuishi tena kwa sababu nimeteseka sana duniani. Alithea alitafakari kidogo kabla ya kutoa chaguo. Akaanza kufikiria. Kwanza akabidi ashare story fulani ambayo hajawahi kumwambia mtu yote. Akamwambia jini kwamba mimi kipindi niko mdogo nishawahi kuwa na mapenzi fulani na kijana ambaye alikuwa ni kama mzimu, kwani kijana hakuna mtu ambaye alikuwa anamuona zaidi yangu mimi. Huyu kijana bwana alikuwa ananipa kampani pale nikiwa peke yangu, anakuja ananihusia, anipa ushauri na kuwa pamoja. Kwa hiyo alikuwa ni rafiki yangu wa kweli. Sasa bwana ikatokea siku moja ambapo nilifanya makosa. Kuna kitabu ambacho alinikabidhi. Sasa kile kitabu nikakichoma kwa bahati mbaya. Kuanzia siku hiyo sikuweza tena kumuona yule kijana. Kabla hajamaliza kuhadisia, ghafla mazungumzo yakaingiliwa na mhudumu wa hii hoteli. Baada ya yule mhudumu kuondoka, Alisia ikabidi aweke lebo fulani kwenye mlango ya kuonesha kwamba kwa sasa hivi hahitaji usumbufu aina yoyote. Sasa baada hapo ikabidi amuulize jini kwamba yeye ametokea wapi na ajaribu kumpa historia fupi kuhusu yeye kwamba ametokea wapi. Ndio baada ya hapo afanye chaguo. Basi jini akaanza kumsimulia kwamba yeye aliingia mapenzi na kazini yake ambaye anaitwa Shiba. Shiba bwana alikuwa ni msichana ambaye ni mrembo sana. Sasa ikatokea queen ya ufalme akaingia wivu baada ya kumuona Shiba anakuwa na mvuto fulani wa kipekee, kwani alikuwa na miguu yenye manyoya ambayo yanavutia sana. Lakini mambo yalibadilika baada ya kutokea mfalme ambaye anaitwa Solomon. Ni mfalme ambaye alikuwa anamiliki jangwa. Jini alikuwa anaamini kwamba ipo siku atakuja kumuoa mwanamke huyu kwa sababu alikuwa anampenda. Sasa King Solomon yeye ikawa hana mapenzi zaidi kwa yule mwanamke, kwani alijifanya ataka kumuoa lakini kumbe alikuwa anahitaji yale manyoya. Basi baada ya kumkata manyoya na miguu akatumia uchawi aliyokuwa nao na kunifungia mimi kwenye chupa ya gold, na hakutosheka akaenda kunitupa kwenye maji, yani katikati ya bahari. Kiukweli niliteseka sana, yani kipindi chote niliishi ndani ya bahari nikimwomba Mwenyezi Mungu kwamba anisaidie niwe huru, lakini kwangu haikuwa rahisi na nilitamani kufa. Na kwa sasa hivi hakuna nilichobakisha zaidi ya kusubiria kifo changu. Basi baada hapo Alisia alimuonea huruma sana jini. Akamwambia kwamba yeye katika maisha yake yeye bwana amefanikiwa kwa kikubwa sana. Japokuwa hana mume, hana mtoto, hana familia, lakini yote alipita kwa sababu baada ya yeye kuharibika mimba, basi mume akaamua aende mbali, aachane na yeye, atafute mwanamke mwingine. Na kwa sasa hivi maisha kwake ni kama kawaida tu. Maana maisha kwake yamekuwa kama kizungumkuti. Tangu nilipopewa talaka na mume wangu, kiukweli nimekuwa ni mtu ambaye siko kawaida. Na tangu siku hiyo nikawa ni mtu ambaye naipenda story, kujua mambo mengi, kujua huku na huku, hisia za watu, na nimejifunza kitu kwamba katika maisha bwana unatakiwa ujipende wewe kwanza na vingine vitafuata, kwa sababu duniani bwana hakuna ambaye atakuwa na huruma na wewe. Kwa mantiki hii inaonekana kwamba Alisia hawezi kufanya wishi yoyote, na sio kwa ubaya, ila hii ikawa ni changamoto kwa jini kwa sababu ni lazima afanye wishi ili jini aweze kuishi. Sasa bwana ikabidi jini ajaribu kumwelekezea historia kwamba yeye ilikuwaje. Akaanza kuelezea kwamba baada ya kuishi baharini kwa muda mrefu, hatimaye wavuvi siku moja wakanitoa baharini na kunitupa nchi kavu. Ndio mwisho wa siku nikapata bosi ambaye ni mwanamke. Sasa huyu binti aliponiona kwa mara ya kwanza alinogopa na kuzimia. Na huyu binti alikuwa anampenda mtoto wa mfalme, na siku ya kwanza kuniona alizimia. Nilipomwamsha nikamwelezea anataka nini. Wishi ya kwanza aliyohitaji ni kwamba alihitaji kwanza kuolewa na mtoto wa mfalme, kwani yeye alikuwa ni kijakazi na alikuwa anampenda sana mtoto wa mfalme. Basi nikampatia alichokitaka. Basi baada ya muda kupita akahitaji kwamba apate ujauzito na azae na mtoto wa mfalme, na pia nikamshauri kwamba ile chupa ibidi aifiche sehemu ambayo mtu yote hawezi kuiona ili kuhakikisha kwamba siku zote mimi nitakuwa ni mtumishi wake. Sasa ikatokea kwamba sintofahamu baada ya watu wengi kumuonea wivu, hasa malkia ambaye alikuwa ni mke wa mfalme. Akaona kwamba kama ikitokea huyu binti akajifungua humu ndani kwenye ufalme, huenda huyu binti akawa ni mtu mkubwa na akawa ana utawala fulani kwa sababu atakuwa amebeba damu ya kifalme. Sasa unajua kilitokea nini? Baada ya hapo bwana zengo zikawa nyingi sana, mashtaka akawa mengi, unafiki ukawa ni mwingi. Basi kile kitendo kapelekea mfalme kukasirika na mwisho wa siku bwana kufanya maamuzi magumu. Siku ilipofika mfalme akamwita kijana wake na kutoa amri kwamba auliwe, na hakutaka kumsikiliza prince kwa lolote atakaloliongea, kwani aliamini kwamba mtoto wake ana hatia, kwani kauli yake ndio sheria pekee. Basi prince ambaye ni Mustafa akapoteza maisha. Sasa jini alipoenda kumhadisia mwanamke yaliyotokea, lakini binti hakutaka kumwelewa, kwa hiyo akashindwa namna gani ya kumsaidia, na binti naye akapoteza maisha. Kwa hiyo ikawa hakuna namna nyingine, kwa sababu binti alikuwa hajafanya chaguo la mwisho, kakosa namna ya kumsaidia, na hatimaye mimi nikarudi kwenye chupa tena kusubiria bosi mwingine.
Basi Alithea alivutiwa sana na stori ya jini na kumuonea huruma, kwani mwamba alipitia katika wakati mgumu sana. Basi baada hapo jini akaendeleza na stori kwamba baada ya yote yale kuisha, akakaa kwenye chupa kwa kipindi kisichopungua zaidi ya miaka 100. Sasa siku moja akatokea sultani fulani akagundua kwamba kuna bafu fulani ya siri ndani ya ufalme. Ikawa kwangu ni afadhali kwamba niliona kwamba huenda nikapata bosi mwingine, maana nilichoka kuishi ndani ya chupa. Lakini ikawa ni ngumu, kwani ilipita muda tena mwingi. Sasa baada ya muda mwingi kupita, ikatokea siku moja kuna binti fulani ambaye ni mnene sana. Yule binti bwana nikawa namfuata kwa nyuma, na kwa kipindi hicho alitokea mapinduzi na akaingia mfalme mwingine, ambao huyo mfalme bwana maisha yake yote alikuwa anaishi kwa kula bata na kufanya siasa nyingi, maana ufalme wake aliopata kimabavu. Kwa hiyo hakuona hasara, na hii ilipelekea ufalme kuyumba sana, kwani jamaa alikuwa anapenda sana zinaa. Yani kuhusu mademu, yani usimwambie kitu da. Bwana ufalme ni noma sana. Basi baada ya muda kupita tena, yule mfalme mlabata akaja pinduliwa naye, kwa sababu alionekana ni mtu ambaye hawezi kuendesha ufalme vizuri. Basi akatokea mbabe na kumtoa madarakani, na hapo ndipo nilipoona mwanga baada ya dada fulani mnene ambao anahusika katika ufalme alivyoteleza na kudondoka sehemu ambapo nilifichwa, akanifanya nikawa free pale pale. Nikamwambia afanye wishes start na kuahidi kumtimizia pale pale, lakini cha ajabu huwezi amini, lakini yule mama bwana hakunipenda, kwa hiyo akanipa laana. Nikarudi tena bahari, kwani alinifikiria vibaya, kitu ambacho mimi sivyo, kwa sababu hakuelewa ujio wangu. Basi Alithea baada ya kusikia ile story ya jini, kikweli ilimvutia sana, na akaona kwamba kweli mwamba anahitaji kuwa huru. Lakini sasa akawa hajui namna gani ya kumfanya mwamba awe huru, na jini akamwambia bwana, ukifanya wishi mimi nitafanya jinsi unavyotaka wewe. Sasa Alithea bwana akawa anahitaji kitu fulani kufanya, lakini kile kitu kikawa ni kibaya, kwani huyo jini huwa ana miiko, huwa katika mabosi wake wote anatakiwa kuwa na miiko fulani. Sheria ya kwanza, chupa haitaki kuvunjika, ikivunjika huenda ikamletea matatizo yeye kupoteza maisha hapo, kwa sababu hiyo ndo nyumba yake. Sasa ikabidi tena jini ajaribu kumpa storia nyingine ya bosi mwingine aliyokutana naye. Kuna mwamba fulani ambaye alikuwa ana wake wawili, na katika wake wawili hao kukaa kuna binti fulani ambaye alikuwa anapenda knowledge sana, lakini sana cha ajabu, kwa sababu alikuwa ni mwanamke na alikuwa ni kijakazi, ikawa ni ngumu yeye kusikilizwa. Sasa nilipotokea mimi ndo ikawa chanzo cha yeye kufanya mambo makubwa sana, kwani nilimpa uwezo wa kufanya vitu vingi sana. Ni yeye zumuni lake katika ulimwengu huu ni kujua mambo mengi, yani kujua ulimwengu unaendaje, sayansi na teknolojia inavyoenda, na kiukweli alikuwa na future nzuri na ndoto kubwa sana katika maisha yake. Na huyu mwanamke alinipenda sana kwa sababu nilikuwa namfanyia vitu ambavyo ni tofauti, na baadaye tukawa wapenzi, kwani tulikuja tukapendana. Sasa huyu binti akapata ujauzito, lakini hakuridhika, akataka kufanya wishi nyingine. Nikagopa kwamba akifanya hiyo wishi huenda nikapotea, lakini binti hakutaka kunisikiliza, na mwisho wa siku nikajagundua kwamba yule binti ni binti ambaye mwenye tamaa kubwa sana na alikuwa ni mbinafsi. Kwa hiyo kwa vyote nilipomfanyia lakini hakuridhika, bado akanahitaji tena mambo makubwa zaidi. Na cha ajabu, ina maana hakunifikiria hisia zangu wala hakufikiria mtoto wetu atakuwaje. Yeye alichokuwa nafikiria ni tamaa yake tu, kwani hakujua kwamba hichi kitu kingeleta madhara, na ikapelekea siku tukagombana sana. Mwisho wa siku akaamua afanye anavyojua yeye, na nikapotea. Nikarudi tena kwenye chupa, kwani sikuwa na namna au uwezo wa kumzuia tena binti. Nilihuzunika sana, lakini haikusaidia, na hii kitu ilinifanya nikawa na huzuni kubwa, kwani nilipoteza mtoto na mwanamke niliyempenda. Tangu nilipoondoka ile siku, basi nilifanya yule mwanamke asinikumbuke tena. Kwa hiyo ndio story yangu ya mwisho kabla sijakutana na wewe. Basi kwa stori ile Alithea akajikuta anampenda jini, akamwambia kwamba usijali, kama ulimkosa yule basi leo umenipata mimi. Jini akakubali ile wishi ya Alithea na hatimaye wakawa wapenzi, wakalala wote. Alithea alipoamka asubuhi, Alithea akajiandaa kwenda nyumbani. Sasa alipofika airport, ikawa ile chupa ameficha kwenye fuko, lakini sasa ikawa kuna ukaguzi pale airport. Akaogopa sana kwamba huenda hii chupa ikapata matatizo ikapasuka, lakini ikawa ni hofu yake tu, kwani ulikuwa ni ukaguzi wa kawaida tu kama vile wasafiri wengine wanavyofanyiwa wakiwa wanasafiri. Basi wawili hawa waliishi kwa amani sana katika maisha yao yote. Basi Alithea akiwa yupo kazini, jini akaa yuko nyumbani na akijaribu kushangaa ulimwengu. Sasa siku moja bwana ikatokea Alithea alikuwa kazini, alivyorudi nyumbani usiku akamkuta jini amekauka kama vile amekakamaa, akiwa amelala, huku mwili wake ukawa kama unatoa majivu, yani kama kitu kilichoungua. Basi ikabidi afanye second wish na kumfanya aweze kuongea tena. Basi baada hapo bwana Alithea akaona kama vile anafanya kitu kibaya, kwani
hawezi kuforce mapenzi kwa jini. Ikabidi aamue kufanya chaguo la tatu, na chaguo la tatu hili alifanya jini awe huru. Basi baada ya kuongea vile, cha ajabu ile chupa ikapasuka pale pale na jini akawa huru na kupotea kabisa. Basi bwana, baada ya miaka 3 kupita, Alisia akawa tayari ameshamaliza kuandika ile story ambayo alihadisiwa na jini. Sasa siku moja akiwa amekaa anashangaa kumuona jini amemtokea tena kwa mara nyingine, na kwa safari hii alimwambia hawezi kumwacha tena kwani kile kifungo hakipo tena. Basi historia yetu ndio ikawa imeishia hapo. Tukutane tena kwa vigongo vijavyo.